Exodus chapter 22 verse 19. Leviticus chapter 20 verse 15. Ukipata unaanza kusoma haraka haraka. Alafu Kumbukumbu chapter 27 verse 21. Tukisoma hizo tatu nitakuwa nimemaliza chenye nilikuwa nataka kuambia. Haraka haraka, Exodus chapter 22 verse 19. Kitabu cha Kutoka. Mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti. Nyinyi mmesikia chenye Biblia imesema kweli? Mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti auawe. Sita explain. Hiyo ni ya kuexplain kweli. Leviticus chapter 20 20:15 inasema, mwingine atafuta Kumbukumbu. Kama mwanaume akikutana kimwili na mnyama, Ni lazima uawe. Na pia lazima mnyama huyu afanye nini? Najua hujawahi soma hiyo. Leo ninakushtua tu. Ninakupea tu kionjo. Kama mwanamke atamsogelea mnyama kukutana naye kimwili, muueni mwanamke huyo pamoja na mnyama pia. Lazima wauawe, damu yao itakuwa juu ya vichwa vyao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sura zimeanza kubadilika? Wamesema mwanamke yeyote. Saa hii ndio generation yenye ninaona wanawake wanalala na umbwa, wanawake wanalala na ng'ombe, wanawake wanalala na punda. Kama muamini mimi nakwambia ipo hivyo. Tangu serikali ipitisha kitu kinaitwa LGBTQ, we are seeing things zenye hatujaiona. Saa hii mimi niko hapo Sigalagala, ninaona hapo kwa college the rate at which lesbians wako is very high. Lesbians, yani huyu ni girlfriend wa huyu. Ukifikiria ni mchezo, wako serious. Bwana Yesu asifiwe. Where are we going? Sitaki kuona tabia kama hizo kwa wanayouth wa hapa. Hawezi kuwa uko hapa ati wanasema kwa sababu mimi wamenikataza my boyfriends, let me look for my fellow girl. There is nothing like that. Boys, mmesikia venye verse 15 imesema, alalaye na mnyama. Ulilala na panya, ulilala na paka, ulilala na mende, hiyo ni shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anatoa wapi nguvu ya kulala hata na nguruwe? Wakati kushika tu nguruwe kuweka kwa pikipiki ni shida. Watu wako na vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako na vipawa. Na wacha nikwambie, hilo pepo lenye linakaa ndani yako linakutingisha, lazima uliambie litoke. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka sisi wote tuseme litoke. 1 2 3. Tena hilo pepo lazima litoke. Vijana wameshikwa, wametekwa nyara. Hawataki kukaa maisha ambayo watu wamekombolewa. So leo hii nimekupa tu habari kidogo kwamba mambo yenye naona ikiendelea, kanisa letu liko sawa. Hatutasoma Kumbukumbu, lakini nataka niwaambie hivi. Kama uko hapa kanisani, ukae ukijua kwamba watu wenye wameokoka wanakaa tofauti na watu ambao hawajaokoka. Uache kuambia watu kwa sababu mimi siwezi kuwa na girlfriend. Unaanza kulala na ng'ombe, unaanza kulala na mbuzi. Tafadhali jiheshimu. Ambia hilo pepo lenye linakukaribia liondoke, likuache uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekaa karibu na msichana, mwambie you are my sister. Na kama umekaa karibu na kijana, mwambie you are my brother. Twende.